dede. Enda salama kagando mahenzo kamlungu. Special tribute from the family. Unaona kiza sana wenye asena nino nikinoe. Lamuka Naomi anzio unakwia dede. Miaka minane kautaonana uzirete vino. Mioyo ina majonzi utamanya kuriza dedewe. Nakunena unakosa kila mtu ni matozi. Kazi yeka ina makosa ela vivi utungue. Mirika ina nguvu na moyo inavuza damu. Takuluma Naomi we ukambirwa ukongo kuna mutini. Unafaa keyo Naomi we unyumbani dede. Utakubali sawa unaboya roho yo ipe atu. Naomi shelia hendete achere nyuma Naomi we. Ndugu Zosi Elizabeth Julius Sami Mary Eunice Sara. Pautungu narira Naomi we uwe bye bye. Eliza mwili wangu kauna nguvu. Samani tuzikunena mwenegu. Mulali wangu yunenda wenda sumurira nani Eliza mino. Sara sinara kunena tasinda kuona Naomi we. Narira mimi goma rangu zanikonya uwe mwe wangu navuza damu mwanangu we yakamtane sizakona zirete mama we masi muhokere mame yosi anaza miso moyo katoka mimi na minarira napenda salama goma rangu uonane paradiso. Unaona kiza sana wenye asena nino nikinoe. Lamuka Naomi anzio unakwia dede. Kazi yeka ina makosa ela vivi utungue. Mirika ina nguvu na moyo inavuza damu. Takuluma Naomi we ukambirwa ukongo kuna mutini. Unafaa keyo Naomi we unyumbani dede. Utakubali sawa unaboya roho yo ipe atu. Naomi shelia hendete achere nyuma Naomi we. Ndugu Zosi Elizabeth Julius Sami Mary Eunice Sara. Pautungu narira Naomi we uwe bye bye. Eliza mwili wangu kauna nguvu. Samani tuzikunena mwenegu. Mulali wangu yunenda wenda sumurira nani Eliza mino. Sara sinara kunena tasinda kuona Naomi we. Chetu uzamanya kuhuriza Naomi dedewe. Nipigwa kwa huriri mioyo huina vuza damu kaunara kunena. Lakini kazi ya Mungu kaina makosa na mahenzo genigaga. Enda salama dede kagando mahenzo kamlungu. Ndugu Zosi
kauna la kunena. Eliza Dama, Betty, Julius, Sami, Mary, Eunice, Sarah. Kila mtu anaweza kurudia kitu chake pole pole. Tuweni pole, soteni, tukubali hili na kwamba limefanyika na tumshukuru Mungu. Special tribute from the family. Unaona kiza msana wenye asena nino nikinoe la mukana umi anzio unakia dede. Na kama wale marafiki hawajafika, tungepata wakilishi ili hilo zoezi liweze kuisha. Wanabandi, twende. Wanabandi. Kuna mchungaji wa kanisa lile ambalo naona alikuwa akienda akiwa yuko hapa maeneo ya Kenya. Kila mtu ni matosi, kazi yetu ina
Haya basi, waombolezaji, hilo lilikuwa ni zoezi la kuweka maua kwa jeneza, ishara ya upendo waliokuwa nao na mwenda zake dada yetu Naomi Sharifu, na pia mapenzi yale walikuwa nayo, na pia kukubali ya kwamba hili limefanyika, ya kwamba ni mapenzi ya Mungu, nao hawana budi bali kushukuru. Kufikia hapo, waombolezaji, nataka niwashukuru kwa kufuatilia zoezi hilo na kuwa miongoni, kujumuika na familia kuleta pole zenu kwa hii familia. Kufikia hapo, mtaniruhusu nimlete mmoja wa familia ili akaweze kutukaribisha hapa nyumbani, na pia kupatia matangazo ya vile tutaenda hivi sasa mpaka mwisho ama kileleni mwa sherehe za siku ya leo. Ndugu yangu Salimu Mohamed, karibu ulete neno karibisho na kutuelekeza vile tutakuwa hapa mpaka mwisho. Karibu mwenye mji, jina la kazi anaitwa Nyerere Junior. Karibu, asante. Nasema asante sana mwendeshaji ratiba, ila nikavoya tulikana na kigiriama nikina na kigiriama venda kala shambangu pangu mimi konyana na hundele wana tototo heri kwa mazina zichotangulia yari anahulongoza ninaifa Salimu wa Muhammad Wangana, zina maarufu naifa Nyerere Junior, ni zina la kibaruani pano nirungereha ni nyumbani, ni haba mjere huriho ni hamukulu wangu, haroni hamukulu wangu, haroni hamukulu wangu, haroni hamukulu wangu. Bai siku labda pengine ni mjo sana, hedu naelewa sana, ele familia yao ni bora. Na makini pendekeza makiamba ni hapa matangazo pia na kuwakaribisha murio muzire ufariji. Bai mwenga kwa mwenga ni namba karibu ni jomu murio muzire ufariji pagaga mashagare ugahupata heri na familia. Agiria mamamba fererwa yazika ni marika. Bai marika ni numuru muzire na muzire na sisi na siku anza virero. Hango siku rishi angarongera mzini muzakala na sui zosiku zosini hata vivosini. Bai na mamba karibu ni jomu kisha ukale hosini mwadi mwisho. Ijapokuwa unamanya mfariji mbomuni mulungu, ela pia uwepo wenu murio muzire uvumba mnazidi kuupa moyo ama upata hatua kuremera pasa papu kwa mautuni makomu kwa gari kukira ela gosi unamba ni mipango ya mulungu. Basi asante ndugu yangu Nyerere Junior kwa kutukaribisha hapa nyumbani, pia kuleta matangazo ya vile tutaenda hapa mpaka ifikapo mida ya saa 9. Kwa wale ambao wanaingia kwa hivi sasa, mwanzo kile kijumba kidogo kule kuna ile kitabu kinaitwa cha Condolences Book. Kama umefika na ungetamani baadaye uweke kumbukumbu zako kwamba umekuwa katika hafla hii, unaweza pitia pale ukaandika kwamba umefika na ukapiana pole zako za kitabu. Na pia jeneza liko wazi kwa hivi sasa mpaka ile mida ambapo ibada rasmi ya wafu itakuwa ikiongozwa, ndipo tutafunga jeneza. Na baadaye huko mbele pengine familia tu ndio itaona mwili tutakapo tunaenda kwa maziko. Kwa hivyo jeneza iko wazi, ufikapo nenda kwa taratibu, ona mwili, tafuta kiti pale ambapo umeambiwa ukae ili uweze kufuatilia sherehe hizi. Kama wewe ni mchungaji, nimetangaza mahali pako pasawa ni hapa, na viongozi mahali penu ni hapa. Halafu hii tenti hizi huku zimetengewa wanafamilia. Ile tenti ndogo pale imetengewa wale marafiki kutoka nje na hapa nchini, na sisi majirani marafiki wa hii familia ambao tumekuja hususan kupiana bega la kutegemea kuambia pole hii familia. Kuna baridi nyingi hapa, unaweza tafuta mahali ukakaa, viti bado viko pale, enda chukua kiti, tafuta mahali ukae pazuri ili uweze kufuatilia sherehe hizi. Mwenye mji amesema bora kila kitu chende kwa taratibu uoropamba.
Tuweke heshima kwa kila jambo ambalo tunalifanya, tuwe na umoja mpaka mwisho. Tutakuwa hatuna sababu ila kushukuru Mungu kwa sababu atakuwa amekuwa kiongozi wa hafla hii. Bwana band, kibao kimoja ama vibao viwili kisha tusonge mbele. Abudu Bwana daima, moyo wangu. Abudu Bwana daima, abudu Bwana daima, moyo wangu. Abudu Bwana, abudu Bwana, abudu Bwana daima, moyo wangu. Abudu Bwana daima, abudu Bwana daima, moyo wangu. Abudu Bwana daima, abudu Bwana daima, moyo wangu. Abudu Bwana, abudu Bwana, abudu Bwana, abudu Bwana, moyo wangu. Abudu Bwana. Unaweza cheza na Bwana hiyo kwa Yesu. Muziki. Yaani alafu unapiga makofi mazuri kwa Yesu. Ongeza na shangwe na vigelegele kwa Yesu. Chezea Bwana daima, moyo wangu. Abudu Bwana daima, abudu Bwana daima, moyo wangu. Abudu Bwana. Usicheze hiyo ngoma tupeke yake. Kama Yesu amekupatia uzima, unaweza piga makofi Yesu. Asante sana wanaband kwa hiyo huduma ambayo mko nayo ya kuhakikisha kwamba kupitia nyimbo, neno la Mungu zinaleta faraja wakati wa majonzi kama huu. Asanteni kwa hiyo huduma. Mungu awatie wakati wanaopitia hili. Niwashukuru nyote, asanteni kwa kufika. Kwa mbali mmeona kiongozi ambaye mara nyingi hutembea kumwakilisha mama yetu bendera, amefika. Na pia kwa mbali mmeona kiongozi wa maeneo haya kijana Mwambire amefika, na baadhi tu, lakini naamini bado kuna viongozi wanafika. Naamini lazima watenge wakati waje wapate kulia na hii familia. Mungu awabariki kwa kufika. Basi nimwalike ndugu yangu Yongo, yeye ndiye atakuwa mnenaji wa kwanza ambaye atanena kwa niaba ya hii familia pana ya Wamilulu, halafu tutasonga mbele. Yongo, karibu. Asante sana kaka yetu Anderson ambaye tumempatia jukumu la kuendesha ratiba hii ya leo. Basi familia yetu ya kwa Mwakidudu na Ngana na Wamilulu sote ambao tuko hapa, waombolezaji wetu ambao mmefika kutufariji, viongozi mbalimbali ambao mmeanza kuingia, mabibi na mabwana. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kama nilivyotambulishwa naitwa Emmanuel Yongo, lakini nilipozaliwa katika boma hili wengi walinijua kama Charo wa Kahindi wa Chembe wa Mwakidudu. Hapa ni nyumbani kwetu, tukiwa hapa. Huu ni mji wa Babu Ndole wa Mwakidudu ambaye alikuwa na ndugu zake wawili, Chembe wa Mwakidudu na Ngumba wa Mwakidudu, ndio ambao walihamia huku Sita, lakini originally sisi ni wa Duruma. Wale wakare wetu walitoka kule Duruma, ndio maana mwasikia hilo jina la Mwakidudu. Na tulipotoka kule tulihamia kule Mmangani, wale ambao walikuwa wakati huo. So familia yetu kubwa iko kule Mmangani ambako ni kule Madunguni, na baadaye baadhi ya babu zetu wakahamia huku,
Ndio maana sisi tumezaliwa huku Sita Dabaso na tumeishi huku miaka yote hiyo, na ndio tukaingia, wale wazee wetu wakaingia Mbari ya Wamilulu, ndio sasa tuko na hayo majina ya Kinayongo, Tuva, Ngala na kadhalika. So leo tumekusanyana hapa baada ya kumpoteza dada yetu huyu Naomi, ambaye ni mtoto wa marehemu baba yetu Sharifu Mandole, ambaye yeye kwake ni hapa ambapo tupo ili kumpatia sindikizo lake la mwisho. Sisi kama jamii, familia, tunataka kusema asanteni sana kwa kuja kuwa nasi, na hasa kuwa nasi wakati tulipopata msiba huu ambao haukufanyika huku Kenya, bali dada yetu huyu aliaga akiwa kule Italy, akiwa kwa shughuli zake kule. Ilikuwa wakati mgumu wa familia, manake tulipopata habari hizi tu ilikuwa ni wiki moja baada ya mwaka mpya, na tuliketi tukapanga tukijua kwamba labda mwili ungekuja kwa haraka, mpaka tukaweka date ya mazishi. Wakati ule ulikuwa tumeweka tarehe 24 mwezi wa Januari ili tukaweze kufanya mazishi, lakini kwa sababu ya changamoto zile ambazo zilikuwa upande ule mwingine, ikabidi tuahirishe mazishi hayo mpaka tutakapo jua kwamba mwili umefika Kenya. Basi kuelekea upande huo, nitake sana kumshukuru dada yetu Elizabeth Dama, ambaye yeye ndiye alichukua jukumu la kuhakikisha mwili umetoka kule Italy hadi kufika hapa, akishirikiana na wenzake kule. Hiyo labda baadaye tutatoa special thanks kwa sababu ya jambo kama hilo, lakini hili kwa sababu ni familia, nataka niseme Elizabeth, asante sana kwa kuchukua jukumu hilo na kuhakikisha kwamba mwili wa dada yetu umefika huku nchini. Kwa hivyo Naomi, kusema ule ukweli, alikuwa dada yetu mmoja katika familia hii ambao wengi tulimjua, na kama mnavyomwona pale kwa picha, alikuwa yeye daima ni kusmile, roho yake safi. Sisi kama familia tunasikia tumepoteza sana. Hivyo basi kifo chake kilikuja kwa hali ya kutushtua sote, manake hatukupata ripoti kwamba Naomi alikuwa mgonjwa kule ambako alikuwa. Tulipata tu habari za kifo kwamba amepatikana kwa nyumba yake, amekufa huko ndani. So ndio baadaye sasa tukafuatilia hayo mambo kupitia kwa huyo dada Eliza ambaye nimemtaja hapa, ili tujue hususan sababu ilikuwa nini. Na kule processes zao huwa ziko very tedious, wanafuatilia jambo sana. Kwa hivyo ndivyo mambo yalivyokuwa, na baadaye baada ya muda Elizabeth alipoitwa kule, ndio akaenda kuona na kuambiwa yale ambayo yalimfika dada yetu kule Italy. Na kufikia jana alikuwa yeye mwenyewe aje hapa azungumze yale aliyompata dada, lakini jana tulipokuwa hapa tukifanya briefing ya matayarisho haya, akanisihi ama familia ikanisihi mimi nikazungumze kwa niaba yake, kwa sababu hangeweza kufanya hivyo. Lakini ningeomba, naona anakaribisha wageni kule, labda jinsi nikiongea, kama mtu anaweza mshika Elizabeth amlete hapa, ili angalau watu wamuone, wajue ni nani ambaye namzungumzia, ingekuwa pia vizuri. Kwa hivyo alipofika kule Elizabeth, mwili ulifanyiwa postmortem
na siku ile ya kwamba ndio Naomi anapatikana amekufa, alijaribu yeye, kulingana na vile alivyotueleza jana, kwamba mara kwa mara walikuwa wakimpigia simu wakitaka kuongea na kusalimiana, lakini siku hiyo alijaribu kumpigia simu na Friday wakaongea. Baada ya siku mbili ndio alipokuwa anampigia akawa hampati. Na habari hizi mara ya kwanza yeye pia aliziona kwa mtandao, akiona tu watu wakisema kwamba kuna msichana wa Kenya amekufa Italy anaitwa Naomi. Ndio sasa akabidi afuatilie. Huyu ndio dada yetu Elizabeth Dama. Yeye ndio mtoto wa kwanza wa hii familia ya baba mdogo Sharifu, na ndiye ambaye alishughulikia mambo haya, manake yeye pia anaishi kule, lakini anaishi Swiss. So alikuwa nataka tu watu wakuone dada, rudi ukakae niendelee kumaliza hiyo. Yeah. So hiyo ndio hali alipofika kule. Sasa hiyo siku ambapo anampigia simu atake kujua, akapata Naomi hashiki simu, na baadaye ndio akaona mitandaoni kwamba kuna msichana amekufa lakini anaitwa Naomi. Kulingana na vile alivyotueleza ni kwamba yeye hakujali kumbe baadaye akaja akarealize kwamba Naomi huyu ambaye anaongelewa ndio huyu dada hapa. Yesu
tunaendelea. Jeneza liko wazi. Kama hujapata fursa ya kuona mwili, unaweza pitia pale ukaona mwili, halafu utafute mahali ukae. Ile tenti ile pale ndogo ni ya wale wageni, hususan wa kutoka sehemu za nje, watakalia pale. Marafiki wa dada yetu, mama yetu Elizabeth, watakalia pale. Halafu wachungaji na viongozi sehemu hii. Haya, tunaendelea. Wamo baadhi ya viongozi wa maeneo haya ambao tuko. Nataka nimsimamishe mzee wa mtaa wa maeneo haya. Wajua kuna wageni kutoka sehemu mbalimbali, angalau wajue husita behiho, hutabaso behiho, ili akazilete risala zake za rambirambi, ili hasa tujue hasa tuko kwa mazishi haya maeneo gani. Kwa hivyo wacha nimwalike mzee wetu wa mtaa, babangu Kidazi, akalete risala zake za rambirambi. Yeye ndiye mwenye mji wa maeneo haya, hususan mkazi wa hapa, mwenye maeneo haya, kiongozi wa nyanjani wa chini wa hapa maeneo haya. Yeye kwanza akazilete rambirambi zake za pole, halafu tutaendelea. Karibu. Asante sana babangu Anderson Nyundo kwa kunipea nafasi hii. Bwana asifiwe. Basi wanafamilia, viongozi, mapasta, viongozi wote wa serikali zote mbili, ile ya utawala na ile ya mtaa. Kwa majina yangu najulikana kama Mzee Kidazi. Wale waliokuwa hapa ni wale wazee wa nyumba 10. Dimi inofikara kwanza na malane ambenyo sini mzi ofika haha karibuni 6 mzatangulizwa karikuangwa karibuni haha mzini hakeye mana yemwe yemudzi mamlaka gakwakwe ni gahaha ela riene urira 6 mamlaka gana mimi khere administrator. Kwa vizho na wala niambe karibuni sana. Endo 6 karibuni 6 huno msiba. Kiuyaha hona mala niambe apo mwakidudu poreni mukale pore sana, mana isita yose inarizanani mazamba ziziramberambe za kwehu enda ukalape watu ukape apa mwakidudu nzangba poreni ya 6 stoshe hata yo dabaso yose inarizanani dabaso inarizanani, mana yu mama ni mtu ambaye anamanyikana hata ninui mnaona ukala jeri wera anamanyikana. Kwa hivyo poreni sana na ukaleni ukikala kwa makini sana. Ukiona utombo si wa kawaida, endo kama ni daktari. Usiwe mrahisi wa kutumia madawa, usiwe mrahisi wa kuenda tayari kuangalia kufanya mambo mengine. Sisi tuna tabia kuona kwamba kama mambo yamekuwa na yamezidi, tunaanza kwenda kwa waganga, tunaanza kwenda kwa waombezi, na hali kuna dalili fulani zimeonyesha kwamba pengine ni breast cancer imeingia mwilini, sino unaanza kwenda voyerwa. Hata ukiza hurura baada ya muda kansa iza songera na iza hala mwili. Nataka kusema kwamba saratani ya matiti huenea kwa haraka zaidi, manake iko hapa, na ikitoka hapa inaingia tayari kwa mapafu.
ikitoka kwa mapafu inaenda kwa sehemu nyingine zile za mwili. Kwa hivyo nitue makini sana. Ukiona kitu ambacho si cha kawaida, tafadhali lola. Na saa nyingine kuro nyumbani ukikalau zahurira, mwambie bwanako akufanyie scanning. Kama sivyo akina mama, tuko pamoja. Hebu nione kwa mikono kama tuko pamoja. Gunula kama romambrelo la hanu. Saa nyingine no mwambrelo la hanu na utuwosi wana hase do scanning kare bei. Usingojero scanning ya kwenda hospitali itakalama utugaza zidi. Nyeko, Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja. Haya, mimi huwa na zaidi. Mengine yangu yako kwenye mitandao. Na kama unataka nikupe mashauri, nina mashauri ambayo hutoa hata yale magonjwa mengine ya sukari, pressure. Kuna video zangu ziko kwenye mitandao na nyingine zitatoka hivi karibuni. Nambari yangu ya simu ni 0727 023731 0727 023731 flash tu, ama ukipiga sema ni mimi na kumala credit itale hana shida yote. Nilijitolea kutoa hii huduma kwa sababu mimi nilishikwa na saratani. Hapa nilipo ninatembea nayo. Nini munaisikira inagosha sana, lakini kaina gosha mino. Ukimaya mapema unaishi tototo. Saa nyingine huwa si rahisi kutoka. Ukijua na mapema hutoka mpaka ikapona kabisa. Ndio nasema tuwe na tahadhari ya kujiangalia. Ninanenda nayo, ninaishi nayo, na naamini angalau hiyo miaka 70 nilizobakisha chenda nindafisha kwa nguvu za Bwana. Asanteni na Mungu awabariki. Situpige makofi ukiongozi. Kwa nini hawa mara nyingi huwapatia wakati wakaongea na watu? Kwa sababu wako na mashauri. Ukiona utusowo, mtafute atakushauri. Hakuna links na madaktari, kazi itakuwa rahisi. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kwa majina naitwa Mwambire Kingi Kazu. Ni kiongozi wa vijana hapa Dabaso. Hapa niko nyumbani, natoka maeneo haya. Mwanzo nataka nichukue fursa hii kwa niaba ya jamii na familia yangu mimi binafsi, na kwa niaba ya vijana wote wa hapa Dabaso, kupeana pole zetu kwa ndugu jamaa na marafiki ambao wameondokewa na huyu dada yetu. Ningependa niseme ya kwamba Mwenyezi Mungu aliye juu mbinguni atuajalie neema na tupatie amani ya moyo kwa hili pigo ambalo ni zito mno. Ndugu yangu Yongo, pole sana. Amefika pamoja nasi yule ambaye anamwakilisha bendera na Zawadi pia ambaye anatafuta kiti cha women rep yuko, aseme pole zake. Tumalize, tutafute wale wenye ambao wako viongozi wa mamlakani, kama wako waje na walete rambirambi za kwao, halafu tumalize, tuite kanisa ili malizie sherehe hizi za siku ya leo. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Basi tumefika hapa kulia na jamii hii pana ya Wamilulu, tukisema kwamba poleni kwa kifo cha mpendwa wenu. Familia nzima pokeeni rambirambi zangu kwa moyo mkunjufu, kisema kwamba poleni na Mungu wa mbinguni azidi kuilaza roho ya dada yetu Naomi. Likuwa safari ndefu kwake kutoka kifo kule kilichotokea si nchi za Kenya, lakini kwa pamoja jamii walishikana na marafiki na majirani na wale viongozi wote ambao walishirikiana na familia hii hadi mwili wa mwenda zake tuko nao siku ya leo hapa nyumbani Dabaso. Kwa hivyo nazidi kusema familia nzima muwe pole na tuzidi kumwombea dada yetu, Mungu amlaze mahali pema ambapo alijichagulia.
Kwanza nataka kuomba nafasi nikaweze kuwasabahi kwa jina la Mungu. Bwana alipwe. Familia ya mpendwa ambaye amelala pale, jamii ya Dabaso na Kilifi nzima, natoa rambirambi zangu mimi kama binafsi. Jina naitwa Peter Maitha Mwanza, nikisema familia, pokeeni rambirambi zangu kwa roho safi. Vile vile nitoe rambirambi za familia yangu ya marehemu Joseph Mwanza na watu wote wa Gede. Sema poleni kwa kupoteza kijana yule. For coming, thank you so much for joining with the family as we mourn our one Naomi Sharifu. Asanteni sana kwa kufika. Ni watu wa maana, mmetenga wakati. Wengine mmewagharimu pesa kutoka ng'ambo mpaka hapa. Na pia ushirika wenu ambao mmekuwa nao na anti yetu Dama huko. Mmepitia hali ngumu, lakini mkasaidiana, mkatiana moyo, mkaika hela zenu, lakini hatimaye hivi sasa tuko na mwili. Mmefanya kazi. Basi kwa majina naitwa Rama Kabate. Kwanza nishukuru kwa kupata hii nafasi ili nami niweze kutoa rambirambi zangu kwa jamii hii. Basi kwa niaba yangu mimi mwenyewe binafsi na kwa niaba ya familia yangu, familia ya mzee Kabate, na pia kwa niaba ya jamii nzima ya Dabaso, nataka niseme poleni sana familia Hae na Milulu, Yongo, Juli, Dama na wengine wote, poleni sana. Si tumefika kuja kuomboleza nanyi, lakini hata hivyo faraja kuu hutoka kwa Mwenyezi Mungu, maana yeye ndo mwingi wa faraja. Si tuko hapa tu kuwafariji, lakini yeye ndo mwingi wa rehema na ni mwenye kurehemu. Ni Bwana alitupa dada yule na ni Bwana amemtoa, jina lake libarikiwe. Na wakati wake ukifika anahala, na hilo halina pingamizi. Na sisi twajua leo yetu, lakini kesho yetu hatuijui. Tunaomba Mungu tu kwa neema yake atupe maisha marefu. Alilala pale ni mdogo wetu, ni dada yetu mdogo. Lakini kila mtu ana siku zarizo ikirwa sena. Haini na humshukuru Mungu kwa kila kitu. Luvengozo luricha, Mwenyezi Mungu ajaze pale mahali ambapo ameacha pendo lake. Mimi kwa majina yangu naitwa Damangeta. Poleni sana kwa familia ya mwenda zake kwa kumpoteza mpendwa wenu. Hii ni kazi ya Mungu na haina makosa. Waombolezaji, mabibi na mabwana, hamjambo. Kwa majina yangu mimi naitwa Hamisi Kabate, nikikala ni haha mbele yenu ni mwakilishi wa chama cha Saidika Bai. Mbali na ujirani yu mama Dhahabu ambaye ndiye mwenye mwana wehu ni mwanachama wehu ama ni mwanachama Saidika. Kwa hivyo unamala mpepore kidogo alafu uye fukakeresi. Yesu anata kalenda yenda mala, unula kalenda wilala nasi yako. Yesu anata kalenda yenda mala, wilala nasi yako. Malali. Yesu anata kalenda yenda mala, wilala kalenda wilala nasi yako. Yesu anata
Kambarisa, wanateso wakwenda. Haya watenda zulwe. Haya ndia wanakuza. Ina duniani. Kambarisa, ina duniani. Kambarisa, ina duniani. Kambarisa. Basi kwa fursa hii napopokea kipopolipo hiki kutoka kwa mfawidhi wa hafla ya siku hii ya leo, tukiwa mbele yenu, sisi ni wakiza jana wale kumbola kaiza sehemu, lakini hujumula, na tumekuja kwa sababu ya mama ambaye alifiwa na mwanawe ambaye ni shangazi langu mimi. Na hapa niko na viongozi katika ule umoja wetu wa Mwawale, tunajiita wa Mwawale CBO, na tuko pande nyingi sana kutoka Garashi, wengine wako kule Nairobi, lakini huwa tuna ushirikiano wa dhati sana. Tulipopata mambo haya yalitutia kusema kwa nini iwe hivi, na tukaona ni vyema na vizuri, na nikaweza kufika wakati wa maombolezo kuja kumwona shangazi na hata na ndugu zangu ambao waliachwa na mtu huyu ambaye siku ya leo ametukusanya kama tulivyo. Ili tuweze kukamilisha, wacha nipeane nafasi kwa hawa viongozi ambao tuko na wao, halafu nitamaliza tu pale mwisho. Watajinena majina yao, kisha watanena ile nyadhifa ambayo anaisimamia. Nitaanza tu na aliye karibu na mimi. Karibu. Bwana asifiwe. Waombolezaji, Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Gideon Vuko. Kwa CBO mimi ni Executive Secretary. Poleni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Tunda Vuko, lakini huku kwetu najulikana kama Tunda Elisha. Mimi ni mweka wa hazina wa Mwawale CBO. Poleni sana, pole shangazi, poleni dada zangu. Mungu awape nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Esther Kalama. Mimi ni mwanachama. Tuwe pole sote na Mungu aendelee kutufariji. Aliyelala ni mtoto wa mkubwa wangu. Basi nataka nimalizie niseme ya kwamba kwa majina naitwa Lawrence Mvuko. Zaidi ya yote nimeokoka na napenda Kristo. Mimi ndiye mwenyekiti wa Mwawale CBO, na tukiwa hapa tumekuja kumwambia mwanachama wetu ambaye ni shangazi pamoja na ndugu zangu kina dada na kina kaka, muwe pole kwa haya yaliyoweza kwenda na kuwafika. Na neno tu moja la kuambia hasa wale wa Mwawale ambao wako haya maeneo, ili wewe uweze kuwa katika huu muungano, nafikiri itakuwa ni vizuri tuongelee hiyo njama yetu pale kando baadaye. Tunapomaliza hapa wa Mwawale, nataka tukutane hapo tu nyuma. Kuna jambo tu moja ambalo nataka tuweze kwenda na kuambiana kiasi, ili kusudi tunapofika ama tunapopatwa na mambo kama haya, tuone ni vipi tunaweza tukasimama kwa ajili ya kusaidiana, na si kwa ajili ya mambo ya maafa tu peke yake, hata katika mambo ya elimu, katika mambo ya kwamba mtu ameshikika katika hali ya magonjwa, sisi wote tunasimama na mwanachama. So sitaki kuongea mambo mengi zaidi, lakini mwisho wa haya yote, kwa sababu tumemfuata mwanachama, tunayo bahasha yetu, tutaweza kukutana na shangazi ili kusudi tuweze kwenda kumkabidhi. Asanteni, Mungu wa neema atufariji sote. Asante.
Hiyo ni sauti ya Wamawale wakiwakilishwa na chairman wao na baadhi ya members. Aliko Jesu. Kwa majina naitwa Elvis Mwalimu Shutu. Basi waombolezaji wenzangu, tukiwa na kanisa, wana familia na viongozi ambao tuko nao na wananchi wa maeneo haya, Bwana Yesu asifiwe tena. Na hala nafasi niape pole familia ya kwa Sharifu Wandole. Hii familia kuna uhusiano wa hehi sana, maana chembe wa Kidudu na katana wa Shutu were ni mtu wa manyumbao, chembe wa muhala Damangoa baba katana wa Shutu akimuhala Sidingoa. Kwa hivyo nikiza haha wakatosi ni ukalani mzini na namba Juma Dama na familia yose namba poreni sana. 0421 M-Pesa namba 0724 Tunaleta pole zetu kwa hii familia kwa ile jukumu zito waliokuwa nalo, ile yale mapito ambao wamepitia. Tuna sababu kama jamii kuambia pole. M-Pesa namba 0724 470421. Haya, asanteni kwa familia. Tunaweza toka hayo maeneo pole pole. Tunaweza toka pole pole. Asanteni sana kwa hilo zoezi. Lakini kazi ya Mungu ina makosa na mnaweza haya, tunaweza toka pole pole. Alafu vile vikapu unaweza vileta pahali pamoja mkachanganya. Musa, Lea, Mary, Rasko, Elisha na Abraham. Wifizo basi na zawadi na manadira. Peki wewe. Alafu ongera tu huyo ndiye na kianza. Basi na ongera kama yeye anaanza. Kisha mwende kwa yako. Haya, asante bani, thank you so much. Haya, asanteni. Asanteni kwa hilo zoezi. Mungu wa mbinguni awafariji. Mwende kukubali hili kwamba ndivyo ilivyo, na tuendelee kumshukuru Mungu. Ila kwa hivi sasa, waombolezaji, wachungaji na kila mmoja ambaye amefika, taka nimpatie wakati huu ndugu yangu Kibela, yeye akiwa ni chairman wa muungano wa maeneo ya Ulaya pia huku Kenya, umoja wa Mijikenda. Yeye ni baadhi ya marafiki na yeye huko ambao walishirikiana vizuri na nchi yetu Dama, hatimaye na wakisaidiwa na Mungu, hatimaye mwili uko hapa. So nataka nimpatie wakati aseme pole, halafu kama kuna machache ya kuangazia angazie, hatimaye niweze kualika kanisa
jado thie naye asipata rizongo jado wakurani mheshimiwa Kadenge anakuhenza mheshimiwa Kadenge. Jado naye ameingia, amevalia nguo mzuri ambazo amenuliwa na mheshimiwa Emmanuel Kadenge. Bado yo harusi achungaji tunabidi ili kuona za hale jado. Haya, nataka tuangazie masikio yetu kwa ndugu yetu Kibela. Yuyu akifika lazima umuhaze yuyu. Beza usakiza ngauno za muhaza kana tabuna mikeheri. Ili tumsikize ndugu yetu Kibela alete risala zake za rambirambi. Na kama unaingia hivi sasa hujaona jeneza, ukianza ibada jeneza unalifunga. So chukua wakati huu Kibela anapoongea, njoo uone mwili ukae. Asante. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni heshima kubwa kwa hapa mbele yenu sahihi, na ni Mungu amewezesha. Tulipopata habari hizi mbaya, tulishikana na dada yetu Dama kama mkubwa wa chama cha Umoja wa Mijikenda Ulaya ama Ugaibuni, na kushirikiana na vyama vyote vile ambavyo viko Ugaibuni, ikiwemo na Fumanyane, Umoja wa Afrika. Tulijitahidi tukiweka sala zetu mbele na tukiomba, tukimpatia nguvu dada yetu, tukimuuliza kama ilikuwa ingeenda vipi ama alikuwa anatarajia vipi. Hatimaye tuliweza kwa uwezo wa Mungu kupanga safari ya dada yetu kuja nyumbani kuonekana na kushindikizwa na familia yake. Mimi natoa shukrani na pole za rambirambi kama mmoja wa wale ambao walijuhudika na kuwezesha hivi. Na pia ningependa kutoa shukrani kubwa sana kwa mmoja wetu ambaye hayuko lakini kazi yake ameifanya vilivyo, Bwana Bobby Mwarandu. Asanteni nyote, tuweni pole sote kwa hili pigo kubwa ambalo limetupata, na ni pole tena mama, ndugu, jamaa na marafiki. Asanteni na Mungu awabariki. Mungu ametoa na Mungu amechukua. Jina lake libarikiwe milele. Jamani, situwapigie makofi Kibela na timu yake kwa ule msaada na juhudi ambazo wamekuwa nazo wakitangamana na dada yetu ama anti yetu Eliza, kuhakikisha kwa ukakamavu wao na kusaidiwa na Mungu, hatimaye wamewezeshwa na Mungu kuona kwamba mwili umefika maeneo haya. Na Peter Maroko hapa amesema si rahisi, lakini Mungu ameifanya njia kwa rahisi. Kwa hivyo tuna sababu za kumshukuru Mungu, halafu tuna sababu ya kuwashukuru hawa jamaa ambao wamesimama na Auntie Eliza huko Uingereza kuona kwamba huu mwili hatimaye umefika hapa. Bwana bana, kila kibao dakika 2 wamalize nite kanisa. Kama umeingia punde hujaona mwili, tafadhali fika uone mwili, na pia na dakika 2 zingine kabla sijaita kanisa. Tukiita kanisa tunafunga jeneza, kutakuwa hakuna wakati wa kuona mwili tena baadaye. Hizo dakika 2 za kuona mwili kwa wale ambao hawajaona mwili. Nataka hivi sasa nifunge jeneza tafadhali. Dakika 2 tuingie kwa kanisa. Oh,
Haya, dakika mbili tumalize. Haya, dakika mbili zaidi. Asante mwanaband. Basi waombolezaji, tunaelekea mwisho wa speeches, ili hivi sasa tualike kanisa la Kipefa. Hilo ndo litachukua ikiwa chini ya mchungaji Isaiah Nzai. Alikuwa ni afike, lakini sijamuona, sijui kama yuko hapa, lakini nikiwa pale kanisani mimi nasimamia kitengo cha People's Water. Kwa hivyo Eliza ni mshirika wetu pale kanisani. Basi nikiwa nimesimama hapa, Eliza pamoja na familia yote tunawaambia poleni. Kazi ya Mungu haina makosa. Dada amepumzika na kilichobaki ni kumtafuta Mungu, endelee kutupa faraja, na Mungu endelee kutusaidia sote kama familia. Hata nami pia na dadangu ameolewa hapa, tena ni mkaaji wa hapa karibu. Kwa hivyo tuko pamoja na Mungu endelee kututia nguvu. Kwa hayo machache basi tubarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina naitwa Lea Nixon, niko na mwenzangu hapa naitwa Emily Justin. Tuko hapa kuleta wasifu wa marehemu. Tutasoma kama ilivyoandikwa. Naomi Sharif Ndole Mwakidudu. Hilo ni jina la marehemu, alikuwa anaitwa Naomi Sharif Ndole Mwakidudu. Na marehemu Naomi Sharif Ndole Mwakidudu alizaliwa tarehe 20 Mei mwaka 1987. Alikuwa mtoto wa 8 katika familia ya mzee Sharif Ndole Mwakidudu ambaye kwa sasa ni marehemu, na mama Dhahabu Sharif Ndole. Familia. Marehemu alikuwa ni ndugu wa Elizabeth Sharif, Beatrice Sharif, Julius Sharif, Samuel Sharif, Margaret Sharif ambaye ni marehemu, Mary Sharif, Eunice Sharif na Amina Sharif. Elimu na kazi. Marehemu alipita elimu ya msingi katika shule ya msingi ya Dabaso. Baada ya masomo alijishughulisha na kazi ya usafi wa nyumba kwa takriban ya miaka 4. Baadaye alihamia ughaibuni Italia, ambako aliishi kwa takriban miaka 10 na kufanya kazi, maisha na ndoa na familia. Marehemu aliingia katika ndoa na kubahatika kupata watoto wawili ambao ni Mercy Joseph Mbura marehemu na Michelle Limo. Kifo. Marehemu Naomi Sharif Ndole Mwakidudu alifariki dunia akiwa nyumbani kwake ughaibuni nchini Italia kufuatia ugonjwa wa mshtuko wa moyo, heart attack. Mungu alitupa na Mungu amechukua. Jina la Bwana libarikiwe. Asanteni kwa kuwa pamoja nami tokea mwanzo pale usubuhi tulipoanza ibada hivi
Mpaka sasa nimwalike mchungaji James ambaye ni mchungaji wa kanisa la Dabaso ambako kule marehemu alikuwa akija anashiriki. Karibu mchungaji, tuende kanisani. Na pia ushauri wangu, kile kimya, ule ushauri ama ule umoja tumekuwa nao tokea mwanzo, ile tunaingia kwa kanisa hivyo hivyo, tuwe na utulivu huo mpaka mwisho. Piga makofi mazuri kabisa kwa ajili yake. Amejaribu sana. Naitwa mchungaji James Kazungu, mchungaji wa kanisa la Kipima pale Dabaso. Na omba tafadhali tuwe na utulivu. Vile ambavyo tumekuwa na utulivu, anza ibada rasmi na tunaenda namna hii. Tutaanza na wimbo mmoja wa kuweza kuabudu. Dada yetu wa Emily nimemwona pale, tutasaidiana na band ili tuweze kupata worship moja wewe kufungua rasmi. Mchungaji Reverend Mambo, tafadhali naomba jitayarishe, kimaliza kuworship uje hapa tufungue ibada. Baba, tuko wakati ambao Bwana ni mgumu kwa ajili Bwana ya mpendwa ambaye mfalme ajabu safari yake imefika mwisho. Lakini Bwana, toa ile faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa kwa Jehova. Wakati na majira Baba, tuko mbele zako, tunafungua ibada hii rasmi. Baba Mungu wa mapenzi, acha Bwana ukatuongoze kuanzia mwanzo kwa kila kipindi ambacho Jehova tutakiendea.
acha Bwana ukachukua usukani na Baba na kutusaidia. Kila atakayesimama kwa ajili Baba ya kuendesha ibada hii, kila atakayesimama kwa ajili ya kutenda jambo lolote katika ibada hii, acha Mungu wa neema ukawe Bwana pamoja nasi sote. Mfalme ajabu, ukafanikisha ibada hii kuanzia sasa hadi mwisho. Jina lako Baba tunaendelea kulitukuza na kupenda makio mwaminifu. Acha ukatuliza mioyo yetu na utukuzwe uinuliwe siku zote za maisha yetu. Kwa Yesu Bwana wangu nimeomba nikiamini. Amen. Piga makofi mazuri kwa Yesu. Haya, wanabandi nyimbo mbili tafadhali. Endelee. Kutumaini sina, sana kama hapigi makofi mazuri. Piga makofi mazuri kwa Yesu. Baba na Yesu, sema tafadhali, simama tafadhali. Makofi wanabande kwa kazi nzuri ambao wanafanya. Ndege wanaruka, waliingia safinani, wadudu wanaochanga changa, waliingia safinani. Wanadamu wakatani wake angani. Wanadamu wakatani wake angani. Watu waliendelea
Bwana Yesu asifiwe. Mungu atubariki. Bwana Yesu asifiwe. Pia ningependa kuchukua nafasi hii kwa niaba ya wamama. Nataka niongee kidogo kuhusu dada yetu Naomi. Naomi alikuwa mshirika pale kwetu kanisani. Alikuwa huko, akirudi tunaabudu sote. Hata hizi nyimbo ambazo tunazimba tunakumbuka, maana yeye ndio alikuwa akiongoza. Kwa hivyo tuna wakati mgumu, lakini tunamshukuru Mungu maana ukiwa mhudumu wa Mungu ambaye unatayarisha watu, wewe mwenyewe unajitayarisha namna gani? Haleluya! Ukiwa katika dunia hii, ukiwa kivyovyote vile unaingia kanisa, hauingii kanisa, unajitayarisha namna gani? Maana saa inafika, saa itakuja, nayo iko karibu. Unajitayarisha namna gani? Bwana Yesu asifiwe. Hata kama nilivyoongea mwenyewe ushuhuda wangu, nimeomba sana maisha marefu kwa Bwana, lakini baada ya maisha marefu ninajua mbinguni ninangojewa. Ninajitayarisha namna gani? Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikasome katika kitabu cha Luka mlango wa 24 kuanzia kifungu kile cha kwanza, na niendelee ili nimalize ujumbe wangu kutokana na pale. Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo alipowaambia wanafunzi wake, alipokuwa anahubiri, alihubiri na kusema, lakini mimi mwenyewe nitakufa na nitazikwa na siku ya tatu nitafufuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya maneno aliyaongea akiwa na wanafunzi wake 12. Haya maneno aliyaongea kiwaziwazi, kila siku, kila saa na kila dakika, kwamba nitakufa na nitafufuka siku ya tatu. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Wakasikiza kwa makini, wakawa na yeye kwa makini. Lakini neno moja ambalo tunalipata pale ni kwamba baada ya kuenda kaburini na kuona amefufuka, hata wao hawakuamini. Wale malaika wakawaambia, hayumo humo, kama alivyosema siku ya tatu akafufuka. Tena akifufuka mumtangulie huko Galilaya. Haleluya, haleluya. Sasa kibarua kimekuwa ni kuamini. Kibarua tulicho nacho ni kuamini. Ilikuwa kuna shida gani baada ya siku ya tatu? Hata vile tu amesulubiwa, wamemwona mambo yamekwisha, walikuwa ni watangulie Galilaya na wakamngoje kwa furaha. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Walikuwa ni watangulie, hawana haja ya kusita, hawana haja ya kufikiri, ni kupanga mkutano Galilaya. Alipowaambia siku ya tatu nitafufuka na tutaonana Galilaya. Bwana asifiwe sana. Lakini ukisoma hizi habari hawakuamini. Wale walioenda kuona kaburi ni tupu, waliporudi kuambia ndugu zao, hata wao nao wakayapuza. Bwana Yesu asifiwe.
mpaka akaonekana katika njia ya Emau. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Kibarua chetu sisi, ukisoma moja, ukifika mlango ule wa 25, wa 25 anasema akakutana na wale waliokuwa katika barabara katika njia ya Emau. Aliokutana nao akasema, shida yenu ni kuamini, shida yenu ni kuelewa, shida yenu hamuselewi. Bwana sasa sana. Hata saa hii kuna mioyo ya watu wanasema kaupiri akagonya beye hukatuwa mangide. Yaani shida ya mwanadamu ni kuelewa, kwa sababu mwanadamu tayari ujifanya mwelewa. Labda anaangalia mapesa yake, anaangalia mafanikio yake, anaangalia mipango aliyonayo, amekosa kujipangia ya kwamba atalala kama vile alivyolala. Na Yesu asifiwe. Wapendwa, Mungu wa mbinguni, Mungu wa faraja, Mungu wa neema ayabariki maneno haya katika masikio ya kila mtu, kwamba imempasa kila mtu kutengeneza safari yake. Tengeneza safari yako vizuri, tengeneza safari yako vizuri. Mmoja siku moja alikuwa anahubiri, nilipomaliza wale atatosha mna manani kumbaku yapana hubiri kwenda tu, yaani ndio kutangeza ku unaona kwa ngiro kiko cha kumbaku. Bwana asifiwe. Unaona kwa ngiro pengu ya mavingane ku. Haleluya. Unaona kwa ngiro pengu ya kufunga mwili ku. Tengeneza mambo vizuri ili ukawe mtu ambaye unatazamiwa mbinguni, kama vile Bwana alivyoita mwito wa kutazama watu. Anatungoja mbinguni, tunangoja mbinguni, na tutengeneze ya ugeni wa mbinguni. Na Mungu aliye mbinguni juu awabariki na alibariki neno lake. Amen. Basi nitaomba watumishi ambao wako pale tuje hapa mbele ili tuweze kuomba pamoja na familia na tuweze kuenda kwa sehemu nyingine. Watumishi wote ambao wako, wachungaji, tafadhali muje tuweze kuonyesha mikono yetu kwao ili niweze kufanya hili ombi. Tusema neno kwao, kinyosha mkono kwao. Baba, katika jina la Yesu, unataka tuamini kusudi lako. Tukubali kwamba Bwana wewe pekee unaweza kufika pale ambapo mwanadamu hawezi kufika. Na tunahitaji msaada wako mkuu hata sasa, Mungu wetu, kama familia na kama jamii. Na sisi watumishi wako Bwana, tunainua familia hii mbele za uso wako. Mama yetu mpendwa pamoja na watoto wake na jamaa wote ambao Bwana wanahisi mzigo mzito, na Bwana wameumia mioyoni mwao kwa sababu ya kuondokewa na kipenzi. Baba, katika jina la Yesu tunaomba kwamba neema yako iwatoshe Bwana, naondoa uzito ambao wanauhisi moyoni mwao Bwana, kama jiwe zito Bwana likainuliwe kwao, na Bwana ukawape faraja ya kweli. Baba, uwafariji kwa neema yako, wafariji. Roho wako Mtakatifu akashuke juu yao Bwana, na wakapate faraja itokayo kwako. Tunaamini kwamba Bwana kwako yote yanawezekana. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tunaomba na kuamini. Amen. Basi tunasema neema ya Bwana iwatangulie, kusudi lake liwe pamoja nanyi, na Mungu wa mbinguni aendelee kuwapa faraja yake kwenu. Amen. Nitaweza kumpatia kasisi ambaye atakuwa anatuelekeza katika kuzika. So nafikiri asante sana Yongo. Asante sana kaka Anderson. Basi kabla nitoe hiyo vote of thanks, pia ningependa kuleta rambirambi za mbunge wetu wa Kilifi Kaskazini, Mheshimiwa Owen Baya. Nilikuwa tumekubaliana na yeye kwamba atakuja kuhudhuria haya mazishi leo, ndio maana nikawa na bado nangojea kama atanihakikishia kwamba iwaje, lakini
baada ya kuachana na yeye juzi Monday, tulikuwa tumeagana hivyo kwamba tutapatana hapa kwa mazishi, lakini jana usiku akapata dharura ya mambo ya familia yake, mamake mzazi hajisikii vizuri. So jana usiku ikabidi apelekwe hospitali kule Kilifi. So asubuhi akanipigia simu akanambia kwamba hangeweza kuja kwa sababu anashughulikia hilo jambo la mama kule Kilifi. Kwa hivyo pokeeni salamu zake za rambirambi. Yeye amekuwa mmoja wetu, tumesaidiana mambo kadhaa hapa kutayarisha mazishi haya. Kwa hivyo kwa niaba yake, mimi nikiwa mwanafamilia na pia nikiwa maneja wake, pokeeni hizo salamu za mbunge wetu. Basi nichukue fursa hii pia, mbali na kuwa mwanafamilia, nilikuwa mwenyekiti wa kamati ambayo ilitayarisha mazishi haya, nikaweze kusema yafuatayo katika hali ya kutoa shukurani. Kwanza tushukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha umbali huu ambao tumetoka kuanzia tarehe 11 ya mwezi wa Januari, dada yetu huyu alipopata kifo hichi. Mungu tumeona uwepo wake katika mipango yote ile ambayo tumekuwa nayo katika shughuli hii. Safari ilikuwa ndefu, lakini kila mara tulikuwa tukikaa tunaomba mambo haya yakaweze kufanyika kwa wakati. Pia nataka sana kwa njia ya kipekee kushukuru kanisa, haya makanisa yote ambayo yamekuwa hapa nasi tokea mwanzo, tukiwa tunaomboleza kule kwa kaka yetu Julius, ibada zile ambazo walikuwa tukiwa nazo kule kutufanyia maombi kila mara. Kanisa, pokeeni salamu zetu za shukurani kutoka kwa familia hii yetu, na mmekuwa msaada sana sana kwetu. Pia nitambue kwa njia ya kipekee dada yetu Elizabeth Dama ambaye alishughulika sana kwa hakikisha kwamba mwili umefika Kenya, na vile ambavyo alikuwa akitupatia updates za kutoka kule kila mara na kutuambia kwamba tusijali, mambo yatakuwa sawa. Elizabeth, kwa niaba yetu sisi sote wa jamii, pokea shukurani zetu, na pia wale wenzako ambao umeshirikiana nao kule Ulaya, Nahumanyane Amizi ambao inaongozwa na Bobirua, kuna e-community na ujamaa wa Mijikenda. Pokeeni shukurani zetu za dhati kutoka kwa mioyo yetu. Familia yetu tukiongozwa hapa na wazee wetu wale ambao tuko nao hapa nyumbani, yote kwa pamoja na jamii yote yetu ya Wamilulu, asanteni kwa ushirikiano, ule upendo ambao tumeonyesha na ule umoja ambao tumekuwa nao tokea tupate msiba huu. Hali kadhalika ile kamati ambayo ilikaa na kupanga mazishi haya tokea mwanzo mpaka mwisho. Pia nataka nishukuru watu maalum ambao wamefanya juhudi kwa njia moja ama nyingine. Kwanza nishukuru Peter Mwarogo ambaye amekuwa hapa akituzungumzia. Kusema kweli alikuwa wa msaada sana mwili ulipofika kule Nairobi. Manake ile clearance ya ule mwili ilikuwa si kazi rahisi, na wale ndugu zetu watatu ambao walikuwa wameenda kule, ikawa sasa ni wao wa bodi hiyo ndege warudi Mombasa na at the same time mwili uwe clear. So ilichukua hatua ya Peter yeye kushughulikia mwili, hawa ndugu zetu wakiweza kubodi ndege kutoka kule Jomo Kenyatta International Airport ili wakuje na mwili Mombasa. So Peter, kwa niaba ya familia hii yetu tunasema asanteni sana,
pia jirani na marafiki wale ambao wameshughulika, na pia nataka kutambua familia ya Mbura ambayo hiyo kwa kipekee ilitusaidia na mambo ya viti hapa na tents. Kwa hivyo pia pokeeni salamu zetu, na wale familia ya Mwawale pia pokeeni shukurani zetu za dhati. MC wetu Anderson, nataka kukushukuru pia kwa njia ya kipekee kutuongozea hafla hii. Licha hapa tokea wakati tukifanya michango kule kwa Julius, michango ile tulifanya hapa nyumbani, Anderson amekuwa na sisi kila wakati. Kwa hivyo tunamshukuru sana kwa kazi yake nzuri. Nikiendelea kumalizia, kuna wale Saidika Group ambao wamekuwa hapa pia, asanteni sana kwa yote. Viongozi wetu wa kisiasa na wa serikali tunashukuru, administration walitusupport, hawakutusumbua na mambo ya kutafuta permit. Wale viongozi wetu wa kisiasa, kuna wale walitusaidia kwa njia moja ama nyingine. MCA wetu ingawaje hayuko, lakini mchango wake tuliupata. Mbunge wetu alichangia pakubwa. Ile chakula ambayo leo tutakula hapa kwa Faraja ilitoka kule kwa ofisi ya mheshimiwa. Kwa hivyo tunasema asanteni sana sana sana, na wale wote ambao wamekuja leo hapa, kiwemo wale wakereketwa kina mama Bendera Dama, tupeleka salamu zetu kwake, na pia kitu na nusu naona ameondoka, na wale wakereketwa wetu wote wa Dabaso na Watamu, nasema asanteni sana kwa kuwa pamoja nasi. Basi nataka kusema zaidi ya yote, asanteni kwa kila jambo. Tumeshukuru sana sisi jamii ya kwa Mwakidudu, Angana na Wamililu wote wa hapa kwetu Dabaso kuwa pamoja nasi mchana wa leo. Tumevumiliana mpaka tumefika hapa. Pale ambapo mlichangia, Mwenyezi Mungu awarudishie maradufu. Ilikuwa si kazi rahisi, lakini ile michango yenu imetusaidia sana katika kumaliza shughuli hii ya leo. Ndugu, marafiki na majirani wote wa sita Dabaso yote, asanteni. Kama kuna mtu labda nimeshindwa kumtaja, siwezi kutaja kila mtu, lakini naamini kutoka kwa roho zetu kama familia tunashukuru kila mmoja. Ojo watoke na hizo. Mame yote sita hakutarira mimi. Gomara unga nikonya uwe. Wewe kuna msada umana uwe. Alapane sitakona. Sirete mama uwe. Basi, pote mame yote ya nasa. Miso moyo, kama mikandarina. Extension wapi? Hii tarehe ya Amino na malaha karakana
Pasabara tumia manfaat pasta bagi gelafaria. Kwa hiyo tunaamini kwamba Mungu atawainua wale waliokufa pamoja na Kristo wakiwa ndani yake. Kama alivyosema Bwana mwenyewe, tunawaambieni kuwa sisi ambao tuko nao katika mawingu tukutane na Bwana angani, na hivyo tutakuwa na Bwana milele. Hiyo barikianeni semacho ikoombe Kali apa boleh pak program saya. Kali apa boleh nak pak program. Aku tak kuda yang muda muda. Ale itu pak program. Kalau ada orang sini. Ale berani sukare dua kali. Sote hatutalala, lakini sote tutabadilishwa ghafla. Kufumba na kufumbua, tarumbeta ya miso itakapolia, kwa kuwa tarumbeta italia, wafu watafufuliwa na miili isiyoharibika, nasi tutabadilishwa. Kwa maana hali hii ya kuharibika lazima ambaye ametuacha. Sasa twauweka mwili wake ardhini, ardhi kwa ardhi, mavumbi kwa mavumbi, kingojea siku ya ufufuo, wapo watakaposikia sauti ya Mungu na kufufuka kusimama mbele zake. Tunaikabidhi roho yake mikononi mwa Mwenyezi Mungu. Naomba Baba, katika jina la Yesu, tunaweka
maua haya juu ya kaburi la mpendwa wetu. Tunauliza Jehova, tunapoondoka mahali hapa, faraja yako